dakika ndogo dirali. Poleni. Amepumzika, yuko pale Kiambu mochari. Na I think mazishi ni this week, either Friday hapo hivyo. Lakini ningeuliza leadership, wazee na the leadership ya kanisa, huyo ni mshirika wetu. Bwana sifiwe. Huyo ni nani? Ni mshirika wetu. Kwa hivyo lazima tumupatie heshima yake. Na kila mtu participate. Na tukiitishwa kitu, mshumari, afadhali uende ukaibe. Tuhakikishe huyu mzee tumemweka mahali pema anafaa kukaa. Nakumbuka wakati tulikuwa kikao cha wazee hapa, nikamwambia mzee, rudi nyumbani, nitakujengea. Nakumbuka nilimwambia fafa, nikampembeleza tu, nikamwambia rudi tu nyumbani, rudi tu, kubali tu, rudi nyumbani, nitakujengea. Already nilikuwa nimenunua mabati ya kumjengea, iko kwa nyumba. Sasa anyway, it is that way. Tunashukuru tu Mungu, tunaambia Mungu asante kwa hiyo miaka. 92, alikuwa na 92 years. Ni kama ulima, ni kupanda. Wagapi wako 80 hapa? 80 years apart from yule mzee 80 and above. Wagapi wako hapa na lakini sasa mtasema nimeanza kuwa personal. Na age atusemaki. Unajua tukifika mimi nikiwa when I was 30 2018 nilikuwa nasema niko na 25. Niko na 30. Nikiwa na 21 22. Lakini nilipofika 30, nikafika 35, nikaanza kurudi. Nikaanza kusema niko 29. Bwana asifiwe sana. Nikarudi nyuma nikaanza kusema niko na nini? Mpaka saa hii nakuaga na 30. Utakiniuliza sema I'm 30 years old. I don't know what happens. Kwa sababu mimi nakumbuka kitambulisho yangu niliongeza miaka ndio nionekane mimi ni mkubwa. Sasa nang'ang'ana, nataka kwenda kubadilisha kitambulisho yangu. Nitoe hiyo niliongeza. Ziitwa mzee. Na mzee ni gold. Mzee ni kibaraka ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tutafika hiyo miaka. Sema nitafika hiyo miaka ya 90. Na nipitishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaungana pamoja, tutaomba pamoja mpaka tuhakikishe huyo mzee tumemlaza mahali anastahili kulazwa na heshima ambayo anastahili kuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. The same I think it's the same day, same day. Difference ilikuwa one day. Mzee Kiari alikufa Wednesday, si ndio? Thursday. Na mimi Wednesday my eldest brother naye mtoto yake akakufa. Kwa road accident, alikuwa na motorbike. Akagogewa huko Voi. Sasa nimekuwa na hiyo shughuli kukuja kuenda kuchukua mwili. Niko na matagagini hapa kia Goliba. Ukienda Yata hapa Goliba. I lost that man. Hiyo kijana amewahi kuja hapa, mnamjua. Naye huyo sasa huyo ametuhuzunisha because he's a young man who was 25 years. Bwana Yesu asifiwe sana. But all this we attribute to God. Na tunasema Mungu awaweke mahali pema peponi. Bwana Yesu asifiwe sana. The good thing, both of them ni watu walikuwa najua Mungu, wameokoka. Na we thank God for that. Hiyo mazishi itakuwa Thursday. Hiyo ya mtoto wa my brother itakuwa Thursday. But mimi sitaki muparticipate hiyo, msinisaidie hiyo. Nego adhuri. Msinisaidie hiyo. Siwataki. Labda siku ya mazishi mkuje tuende. Lakini hata contribution msinisaidie. Kwa sababu nataka mconcentrate na nani? Na mzee Kiari. Msinisaidie hii. Hii ni hata tumemaliza. Hii tunafanya kifamilia tunamaliza. Lakini hii huyu mzee ni wetu. Si ndio? Tushikane mikono, tuhakikishe huyu mzee amepumzishwa vizuri na tutapata heshima na tutapata baraka. Kwa hivyo kutoka saa hii watu wa welfare ni nani? Ni wewe na yule dada. Nimewapatia responsibility
muhakikishe kila mtu ameandika jina yake hapa na ameandika contribution leo. Umesikia? Na akiandika kidogo namwambia hii ni kidogo, hii haitoshani na miaka ya kiari. Hata kama hauna uende uibe. Ukope. Fadhali ukope. Mazishi lazima itafanyika. Not above, itafita nini? Tutapiga simu leo. Msitoke hapa mpaka niwaambie. It must be Friday. It must be Friday or Saturday, but it must be this week. Kwa hivyo kila mtu, kama mtu ni kiongozi kanisa hii, umwadike kulingana na uongozi. Ukimwangalia hivi unamuona hivi unamwambia kama ni 10,000 muadike. Ukiangalia huyu mtu unaona kama ni Shanizi, ni mtu ni kitajiri wa hii kanisa. Unajua Shanizi ni kingdom financial. Lakini ajuagi, ukimwangalia unaona huyu ni kingdom financial, muadike 5,000. Usitake kujua pale itatolewa, tutafuata mpaka kwake nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. He is our dad. Huyo ni baba yetu. Huyo mzee, the last word tukiwa pale chini alituambia mupendane. Musidugane mavisu. Mupendane, muheshimiane. Yani he spoke. It was his last. Aliongea matamushi very powerful. Na akatuambia nataka Mungu abariki. Nataka hii kanisa ikuwe kubwa. Wale tulikuwa nao kule chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaniambia, kuna kitu aliniambia, umesuburiwa. Aliniita hapo kajo ije tukitoka hivi. Nilimwambia kila saa ukikuja unaniona kado na kupatia kitu ka wiki kakukula. Sasa tukitoka ukaniambia, wale watu wanakusubua kwa hii kanisa, Mungu ameniambia atawatoa wote na atawaanika wote. Kwa hivyo usijali na usikose kwenda kuomba kwa mlima, kwa sababu I think nimesubuka kwa sababu unajua ile mateso ya kuumia huko moyo kabisa mpaka unaona ni kama umefika mwisho. Hiyo mzee aliona akaniambia, kuna watu wanakusubua. Kuna watu wamekuendea mpaka kwa waganga. Wako hapa, wameenda mpaka kwa waganga. Kuna watu wameenda mpaka kwa Illuminati. Kuna watu wanafanya hivi. Hiyo mzee alikuwa ananiambia, tulikuwa pale. Nikamwambia, akaninunulia kama ile ya kuchoma pale chini, tukaanza kukula. Akaniambia maneno mzito. Akaniambia hawa watu, mwezi haitaisha, utawaona wakianikwa wote. Hata yule alienda kwa mganga utamuona. Yule ako kwa Illuminati utamuona. Yani akaniambia, nikamuuliza kialie, ndio nyote dawa. Kwa sababu niliona ni kama dawa hajamesa. Nikamuuliza kialie, umekunywa dawa? Akaniambia tutawa irori ni turagerie. Nikajua basi, nikamwambia wewe na tikiti wako inuka. Nikamwongezea ingine, nikamwambia uende na ukifita hapo ununue kasukari. Mwanaume aingiage kwa nyumba bila kasukari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe alikuwa apumzike. Na amepumzika. Shosho. Amepumzika. Hiyo ndio njia sisi zote tutaenda. Hii dunia tumekuja. Kuna kitu moja, mhubiri mmoja alikuwa anatuhubiria kule tulikuwa. Sijui ni kwa nini tuko na eko leo. Kule tunaenda maoboresi. Kuna mhubiri alituhubiria about what God has given you. Kuna mmoja alipatiwa talanta 2, wengine 5, wengine 10. Alafu akatuhubiria ingine akatuambia, when you are born, in Jeremiah ile napendaka sana. I like that passage in Jeremiah 1:4, that before you were born I knew you. Kabla haujazaliwa nilikujua. Nikakutenga. I consecrated you. I set you apart and I gave you a mission to do. Hallelujah. That I was consecrated, I was set apart, and I have a vision, a mission to do. Then I expound on that mission. Hii mission ulipatiwa ya miaka gapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kizungumkuti iko wapi? Mungu labda alikuangalia akasema, nimekupatia mission ya miaka 30. Bwana Yesu asifiwe sana.
Labda akakuangalia akaona nimekupatia mission ya miaka 100. Akakuangalia akaona labda nimekupatia mission ya miaka 50. Sasa akatuambia kama mission yako imefika mwisho. Kuna watu wamepatiwa one day kamezaliwa na kanaenda. Mission yake ilikuwa kuona dunia, kuondoka. Kuna mtu mwingine mission yake iko 10 years, anakuja for 10 years, lazima aende. Kwa sababu kazi yake imeisha, kuna kazi nyingine amepatiwa anaenda kufanya huko kwingine. Yesu alifanya kazi yake miaka ngapi? 3.5. But he lived for 33 years. So the amount of years you live, ile miaka utaishi, hiyo ndio Mungu amepanga. That is your mission. Kwa hivyo usilalamikage mzee alienda. Alimaliza kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimaliza kazi. Na hata ukijaribu unamweka maoksijeni, unamweka nini, unamfanya hivi, nothing will change. Kama imeamuliwa. Huyo kijana yetu anaishigi nafanyanga mining huko Voi. Alioba pikipiki. Akaambiwa nyama ndio hii tukule. Saa hii imetayarishwa, iko kwa meza, kila kitu. Akasema kuna mtu nataka nikibirie hapa nikuje. Na akaambiwa hapana aenda, akalete shida, akasema wewe, mpaka akashikwa mashati, kula kwanza, akashikwa mashati akakataa. Kumbe gedhaa kimefi na huko anaambiwa wewe harakisha kumlango isivugwe, akakibia kaenda. That is, ask yourself a question. You have a mission. Uko na kusudi ya Mungu. Wewe mwenyewe uliza mwenzako, umeweza kufanya ile kitu Mungu amekuambia? Muulize tu. Muulize na sauti, muulize na kikwani. Nuikite ona 1%. Umefanya hata 1% ya sababu yako kukua hii dunia. Maiko hapo kuna mama hako nyuma. Maiko, kuna mama hako hapo nyuma. Muulize ataje. Uliza huyo mama. Wewe uliza hako kama mtoto, kaulize. Kaulize. Ile kazi umekuja kufanya dunia hii. Umefanya hata kachebe ama wewe ni subua tu, unasubua tu kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So tuvumilie na tufurahi. Tujue kule biguni kuna celebration. Kuna mzee mmoja amefika huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mzee mwenye alikuwa chairman wa kanisa. Na mzee mwenye amesimama na sisi kutoka mwanzo, kutoka tuingie hapa. Huyu mzee anakuaga hapa. Nini ya nini? Inataka nini? Kesha ya youth anakuaga youth. Kesha ya mama anakuaga mumama. Kesha ya baba anakuaga mubaba. Kesha ya kanisa anakuaga mtu wa kanisa yote. Hiyo ni grace kubwa sana. Ni grace kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. It's a huge grace. And again, nikasikia sauti ya Bwana ikaniambia, kwa sababu nilienda mlima kumuuliza nini baba. Akaniambia ni mimi nimeita mzee Kiarie na msirie. Ni mimi nimefanya nini? Nimeita mzee Kiarie na msirie kwa sababu kuna kazi nyingine nataka afanye. Kwa hivyo it is that way. It is not our wish, it is not somebody's wish, it is God that did it. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na mbarikiwe sana kwa sababu ya kusimama naye. Wale ambao tulikuwa hapa, kuna siku alikuja hapa alikuwa anatetemeka. Nadhani ndio kwa maana Beatrice akuji. Sijui kama ndio sababu. Huyo mzee alikuja hapa alikuwa anatetemeka. Anasema mimi nataka kuona Reverend. Nikaelezwa venye yako, nikawaambia fanyeni ukora yote ile mtaweza. Mumtoe hapo mumpeleke hospitali. Nani walimpeleka hospitali? Ni wewe? Kwa sababu alikuwa amekatalia hapa, anataka kuona Reverend. Nikamsukumuzia nikamwambia, nimewaambia wakulete mahali niko. Wakati alikubali kuwekwa kwa gari, tukampeleka hospitalini. Akaenda, akadugwa shindano, akakuwa sawa. Ni mapafu ilikuwa inakataa kufanya kazi vizuri. Lakini pia hiyo miaka mzee nitokera thimo. Miaka hiyo ile tikira thimo. Bili afikishe 100. Na wewe 30, 40 umeshindwa hata kuzai.
vili afikishe 100. Na mzee alikuwa mashashari, alikuwa ananiambia bado mimi ni barubaru. Bwana asifiwe sana. Mbarikiwe sana for your prayers and your thoughts. Tukue pamoja na familia ndio tuweze kuwapatia a decent burial. Kwa hivyo tutacommunicate leo tuone kama ni Friday ama Saturday, because also Thursday nitakuwa huko, na huko mimi ukuje tu, kama unataka kunipeleka huko usinipatie pesa yako, sitaki. Hiyo ilikuwa tumeshughulikia. Nataka mshughulike na Kiari, your chairman. Bwana Yesu asifiwe sana. Your nani? Your chairman. Umupeleke ukijua ni chairman wangu, napeleka Karare. Haleluya. Inua mkono wako juu. Mmoja wa right, sema Bwana Yesu, nisaidie kupanda mlima huu. Bwana Yesu, nishindanie hizi vita. Bwana Yesu, nitetee kwa mikono ya ibilisi. Semeni amina. Haleluya. Sasa kwa ufupi tu tuangalie, we are looking at the dream. Purposely nime draft your message in commemoration na huyu mzee wetu. Dreams, I think Wekesa, who is there? If you cannot be able to tune it vizuri, unaweza pumzika tu, badala ya kushinda ukichokora chokora. Kuna kijana alikuwa DJ, yako wapi? Mulete kesho. Mulete kesho aingie hapo na aseti kila kitu. I know anajua. Bado anavuta. Anaenda kiacha. Aliokoka. Unajua hii mambo ya madawa na bangi na pombe, huwezi kuambia mtu leo wacha, utamuua. Kuna kuanga na ile inaitangwa withdraw nini? Inaitangwa madaktari mnaitanga withdraw? Syndrome. Withdraw. Lazima aende akiwithdraw. Mtu wa cocaine hanyimangu cocaine immediately. Hapana, anapelekangwa rehab na anaendelea kupatiwa cocaine kadogo. Baka yaende ikitoka. Ukimkatia anakufa. Ndio unaonaga watu wengine wale walikuwa nakunywa chang'aa. Walikuwa nakunywa chang'aa. Ndio kutaka nataka. Na akiguzisha hata asikia harufu, ayake hapa kwa mdomo asikia harufu, unaona amerudi namo. Anakuja kweka kimatogelea. Nilikuwa hivyo. Mimi mwenyewe nilikuwaga hivyo. Nilikuwa nimefika hiyo mahali lazima ikiguzisha tu kwa ulimi narudi nomo. Bwana Yesu asifiwe sana. So I am speaking of what I know. Nilipoenda kwa daktari, nilipoacha, nikaacha kabisa. Immediately nikaambiwa niwache na nikaacha. Niligojeka. Sukari ilipanda, pressure ikapanda, huko kote kukaleta shida. Nikaenda kwa daktari nikamwelezea, akaniuliza kama nilikuwa nafanya. Akaniambia sasa rudi, oja kidogo. Oja kidogo. Damu ikarudi normal, pressure ikarudi normal, sukari ikarudi normal, wakaenda wakawithdraw, baka sasa unaona hivyo. Nimefanyiwa kazi. Wacha hivyo mnanionaga mnanimesea mate. Nimefanyiwa kazi. Nimefanyiwa kazi na hii dunia. Baka sasa niko hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Now I can advise niwaambie mtu mlevi ya kwamba God can bring a change in your life. Hallelujah. Today I want us to look at power in a dream. Power in a dream. Yani doto ile uko nayo iko na power. Ni nini kwa hiyo dream you have? There is a power in that dream. Hallelujah. No, hata kujigananilia tu hali. Ile iko na hii undengenezea vizuri tu. There is what? There is power in any dream. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sa kwa hivyo every dream that we have, dreams help us weigh our choices and make trade-offs based on what we truly value. A dream is meant to make you become. Any dream. So without a dream, you cannot become. Bila ndoto, bila kukorwo na kiroto, kioneki, ndoto ni kioneki. Bila kukuwa na kioneki, hakuna mahali unaenda. You are not going to make it. You cannot succeed. Without a dream, you cannot become. Without a dream, bila kioneki, bila kiroto, utire kondo gethie. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakufa tu hapa na uishe. Because people ukitaka
Nobody will be able to stop you. Just pursue it. Hata kama wewe ni house girl, just pursue it. Hata kama wewe ni watchman, just pursue it. Hata kama wewe unakaa nyumbani, just pursue, because it's gonna come to pass. Just pursue. Tadio jeheraria mundu uri haria. Wale umehuwa dipyo. Mugute, mutakia hinya. Kuna yule mnyama alitumwa aende akaangalie. Ni nani? Akaenda kukula. Kukuru alileta ripoti. Ni kukuru alikula ama ni nani? Ni gani ni jiwa ilileta ripoti. Kukuru ilienda kukula. Ndio nitolewe mtu pale. Enda. Yeah. Nimesema utoke hapa. Toka tukenda kaa pale. Chukua Biblia yako kae pale. Sitaki usaidizi ya sauti zenu. Si unaona? They are trying to kill this dream today. Hawataki ujue usikie. Wanataka kukata furo. Ndio ndo kaigue kile watoke u. Ni ati wageni nego ikara. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. But it is not his mistake. Sio fault yake. Hapana, usimudharau, usimuchukie, si fault yake. Ni those things that I brought to you. Wanatengeneza, wanalete, wanakalisha hapo. Ndio wewe uconcentrate na pale. But ukimuuliza baadaye atakwambia sijui. Nilikuwa najikuta tu mkono yangu imegusa. So you need to know, understand what kind of people you are talking to. What kind of people that wako around yako wanakuzunguka hivi. The kind of people that surrounds you, they will make you or break you. Na ukiona if the people around you they are not making you, just jichomoe pole pole. Waambie ninaenda hapa haja dogo. Na ukienda haja dogo ingia haja kubwa. Na ufuge na ndani. Na ujifanye hakuna kitu inafanyika. Na ujifanye hutoki huko. Na ujifanye mimi na hara gatema. Nigatema. Nitoka katema. Wakao kuwambie tokeni tu muende. Nitakuja. Edageni nitakuja. Because kuna kitu watakuzuia katika maisha yako. So you must be able to understand what kind. A person, a dream will give you hope for future. If there any dream that you have is not giving you any hope, hauoni hope kwenye ile kazi unafanya, then that is not a dream. A dream is meant to give you hope. A dream kiroto kile kuhe mwihoko. Ile kioneki uko nayo, ile kiroto uko nayo. Hii kanisa tulianzisha inafaa kunipatia mwihoko. Very soon, si miezi mingi, very soon tunaondoka tunaenda kwa horo kubwa. Very soon ninaanza crusade kubwa. Very soon ninaanza hii. Very soon ninafanya hivi. If you don't have that in you, you are going nowhere. If what you are doing, hata kama unauza kazi, una kazi ile unauza, the maximum unauza ni shilingi 200, you must inside you have a dream. One day ama kesho ngine nitauza 500. Kama hauna kitu kama hicho ndani yako, ati kesho yangu ni mzuri kuliko leo yangu, basi you don't have a dream. Umekufa. So there must be hope in any dream. In whatever you are doing, there must be hope. That's the power of a dream. A power of a dream is the hope. Hata kama wewe ni maid, hata kama wewe ni muosha maguo unaendaka kwa watu, kwa mama kuwaoshea nguo, unakuwa na dream ukisema one day nitatengeneza laundry yangu. One day nitakuwa na kampuni yangu ya kuosha manguo, atakuwa kileta na magari, mimi nawaoshea na mashini. Bwana asifiwe sana. Unasema one day nitanunua plot, nitaosha nguo lakini nitasave mpaka ninunue plot. Hallelujah. Unasema mimi nitauza sukuma mpaka niweke supermarket. Hallelujah. Mimi nitafanya hii kazi, but one day I will become this man, I will become this, I will become this. That if you don't have that urge in you, then there is no dream. Hallelujah. Sijui kama kuna watu ninaua nini? Ninaua nini? Nikuvuja moyo ama nikuua goro? Kuuraga goro. Tafsiri na direct translation. Kuuraga goro, direct translation to Kiswahili. Si moyo kuuraga goro. Direct. Ile direct translation. Kuua watu roho.
Nasema direct. Si kuileta na meaning. Direct ile ya kikwetu huko. Ile ya Kiswahili sanifu. But number 2, a dream brings power in the present. Your dream must bring power in your present. The dream that you had, the dream that you have must give you energy, must give you power, must give you a force that will keep you going. It must give you power in the present. That present that you are has. Sasa tuko hapa kakanisa. I have the power. I have the power. In 2 months time I will not be here. Nitakuwa mahali kwingine. All my 3 months, ama 4 months, ama 1 year, I have that dream that one day I will not be here. I have the power. I have the power. My TV will be able to stand against the major TVs in the public. I have the dream that investors watakuja kuinvest, wataingia ndege kutoka Amerika wakuja wainvest kwa TV yetu. Wengine wataitoka Amerika wa Russia wakuja wainvest kwa TV yetu. Matajiri wa huko na makampuni kubwa kubwa wata-advertise in this TV. I have the dream. I have it. In my presence inaniambia I am going to make it. So when you have a dream, your present will directly tell you usione ugataitheka. Because you have a dream. You may be lacking now. You may be saizi hauna, hata chakula hauna, hata hauna, lakini you know tomorrow nitakuwa na kioski. Hallelujah. When you have such a kind, it will give you your present is powered. Inapatiwa nguvu, unachelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. It brings power in the present. So the dream brings that power in the present. So your present is powered. Powered towards everything. Unaanza kuona wa China wakikutafuta wanakuambia tuko na mzigo container 6. Hallelujah. Yani una imagine tu wa China una create wanakuja because you have a dreams one day nitakuwa importer. Nitakuwa nikiimport vitu kutoka China. Sasa ukiuza mtuba yako pale ukisema 5 20 wanakwenda wanasemaga wanasemanga 5 5 bob 5 5 bob 5 5 bob 5 5 bob. Hata ukikuwa unatangaza 5 5 bob 5 5 bob, you know maandi akili yako unaona macontainer 5 macontainer 5 macontainer 5 macontainer 5 because your dream is powering you to the present. Your present unaiona ukifungua container, unaiona ukidrive to Mombasa kuenda kuleta container, unaiona ukienda mahali ma container ziko ukifungua container, KRA wanakuja wanafanya inspection, wanaona your things are good. Hallelujah. Yeah, because you have been powered towards it. I want to encourage one person today that through your dream, whatever you've been dreaming, you're going to get it. Can you tell your neighbor, do you have a dream? Uliza your neighbor, do you have a dream? Do you have a dream? Uniole na kiroto. Kiroto kiu nige gukinyaneria. Hallelujah. And also a dream will make things possible on everything that we do. A dream will make everything, even those things that you think they are not possible. When you have a dream, these things becomes possible. When you have a dream, these things becomes a reality. Because I have a dream. I had a dream. Wakati tulianza kutengeneza TV, tukaanza TV, tulianza na kitu inaitwa Facebook. Hapa tukasubuka nika Facebook tu kaka tusubua, nilikuwa nachukua nitawawekea ni very soon, nitawekea hizo tulikuwa tunachukua na Kasimu kamulika mwizi. Unajua Kasimu kana kamulika mwizi kana kuwaka na ka video, tulikuwa tunachukua mahubiri na kamulika mwizi hapa, nitawawekea. You be seeing them how we started, we continued and until today. Siku moja kulikuwa kijamaa kilikuwa inaitwa nani yetavate ule mjaru Evans siku moja yako hapa amekaa hapa ananichukua na hiyo Kasimu anachukua. Sasa kumbe tulikuwa tunazungumzia how they kill your dreams. So and I was preaching and they have killed his dream. Deliverance ikaanza, alianza kutetemeka, akatetemeka, akachukua, akaaguka poo, because the reference just started, because the dream ikaona kweli hapa kuna kitu. Wakati niliona ameaguka nikajua tutakuwa na TV. Tukaenda kwa watu wanaitagwa watu wa CA Communication Authority, nikakutana na mabroka. Kitu ya kwanza wakaniambia leta 1500. Ndio tukutafutie barua peke yake. Nikangangana nikatafuta 1100, sikuwaona.
Wakasemekana wamefugiwa wapi? Wamefugiwa Mombasa na corona. Hatuwezi kuja. Corona ilipoisha wakaniambia sasa unajua corona ilisidi huko. Hiyo pesa tulitumia. Sasa labda utafuta ingine. Nikang'ang'ana mimi sikufa moyo. Paka today. Naona watu kutoka nje, makabuni ya nje wanapiga masimu. Waona watu wanapiga wanasema we are watching you. I'm watching you from Bugoma. I'm watching you from Tanzania. I'm watching you from what? I'm watching because the dream worked. Hallelujah. The dream makes things possible. If you have that dream, things will work. Things will do the way they are supposed to be. So everything that we do, things will work. A person who has a dream knows what he is willing to give up in order to go up. A person who has a dream, he knows what to leave, to give up. So that he can go up. Kama hauna dream unachikwamilia kakitu, utakwamilia haka sanitizer. Kube hauna dream, kube kuna container mzima, container ya sanitizer inakuja. Lakini utakwamilia haka kama hauna dream, because your dream ends here. Hallelujah. So you know what you can give up so that you can go up. A person that has a dream. Ukiangalia hivi unaona huyu msichana kama ni vijana wanataka kuua, unaangalia huyu ndio girlfriend yako uliyomkuwa umemkwamilia na unakwamilia. If you have a dream of what you want, ukiangalia ndani yake uone hakuna kitu kama hiyo, utamdrop uende kwa yule ambaye ako na dream. Kama ni kakioski umeweka hapa chini, unakwamilia kakioski miaka 6 na ile pesa the match umewahi kuuza kwa siku moja ni shilingi 2,000. You drop it, you get into where you're supposed to be. Unaanza kuuza magunia. Hallelujah. Unaachana na kioski ya kuuza, unaenda kuuza magunia. Magunia hata hujui kule itapatikana, lakini unauza gunia moja unapata 3,000. Uko na uwezo. Mtu mwenye ako na dream, ako na uwezo wa kuacha vitu zingine. Ako na uwezo wa kusema nimeachana na Fred so and so, nimeachana na so and so, nimeachana na so and so, nimeachwa peke yangu. I'm going to get a new friend. That is a person that has a dream. But if you stick to that person, that toxic person in your life, utakufa. Akisink, munasiki na yeye. Hallelujah. Atashida kilia huko kwa kakona, nisaidie, unaenda kumsaidia, vitu zako zinapita. Nisaidie, unaenda kumsaidia, vitu zako zimepita. Don't waste your time with non-dreamers. People who does not dream, don't waste your time with them. No matter how good they may be to you, no matter how special they may be to you, no matter hata kama mumezaa na wao watoto 20, wachana na wao. Kama kazi yake ni kuzaa, hakuna kitu kingine. Kila mmoja. A person with a dream is able to measure everything he does according to his intention and attention. He is able to measure. A person who has a dream ana uwezo wa kumeasure everything you do. Kila kitu unafanya na intention ya kufanya hiyo kitu unaziweka kwenye balance, because you have a dream. You know want today and you know what you don't want today. You know what you want tomorrow, you know what you want next week, you know what you want next month, you know where you want to be December. Mimi najua pale nataka kuwa December. Mimi najua. Na tulipoanza tuliandika, tulikuwa na watu kadhaa hapa, watu ni karibu tukianza 6, we were 6 and tukaandika a 6-year strategic plan. 6-year strategic plan. That is our dream. Na hiyo 6-year strategic plan, at least kwa hizo vitu zote ni kitu moja tu ijaanza. Na si kitu moja, ni vitu nyingi. Ni moja tu haijaanza na hata hatujamaliza miaka 2. 6-year strategic plan. Vitu zote tulikuwa na plan ya TV tuko nao. Tulikuwa na plan ya kanisa tuko nao. Tulikuwa na plan ya furniture tuko nao. Tulikuwa na plan pia kufungua nini? Shule, it is in iko. Kuna mtu amenipatia shamba mahali. Iko shule tutaanza. Hallelujah. Everything that we desired to do, we have done it. And it is tumelay ground. Tumelay kila kitu. Sasa ni ku take off. Tulikuwa tumeandika kwa strategic plan, kanisa itakuwa na wazee. Si wamekuwa? Ama ni wazee feki? Kanisa dhuli feki? Kwa muda.
That is how you measure yourself. You measure whatever you are doing. You measure because you got a dream. And the dream inakwambia nasa uko katika level 2. So you measure according to level 2 because you have a dream. You want to achieve to have a factory. You cannot start with a factory when you've never even attempted to have a kiosk. Bwana Yesu asifiwe sana. A person with a dream is able to measure everything he does according to his intention and attention. We have roles of dreams. Dreams adds value to our works. If you're living and your dream does not add value in your work, then you are just useless. Any dream you have must add value. Kama uko na dream ya kununua pikipiki, lazima i-add value kwa maisha yako. Kama uko na dream ya kufanya jambo lolote, lazima i-add value. Everything that you do in your dream must add value to your life. Must change the way you dress, must change the way you walk, must change the way you think, must change the kind of friends you have, must change the life kule unaishi. Kama unazoea ulikuwa naishi Mukuru kwa Ruben, your dream will tell you now move to Kayole. Kama ulikuwa naishi Kayole, your dream will tell you now move to Muthaiga. Kama ulikuwa naishi Muthaiga, your dream will tell you now move to huko Kiuna kwa kina Waigoro. Na kileleshwa nini? Kileleshwa ilipita hiyo ni akina Queen Jane. Hiyo ni akina Queen Jane. Kileleshwa ilipita na wakati. Sasa imebomolewa yote, imejengwa manyumba maflats. Ni Kiuna, huko Kiuna. Hata huko ndio nataka kwenda kuishi very soon. Sio kwetu. Najua kwetu ni kule ni kwa Radi Road na wewe. Sasa unaitwa hapa ni kwetu kwako. I'm praying nitajenga nyumba yangu huko. Plot moja ya 10 by 50 by 100 wanausaga 60 million. Mimi nataka kujenga ina plot of 3 acres. Toka waliaru. Paka amefungua mdomo. Amefanya hesabu. Amefanya hesabu ya 3 acres ni plot gapi za 50 by 100. Akaona ni plot karibu 30. Alafu 30 times 60. Kai. It is possible. Wale wanaishi huko si wanyama. Wanavaa nguo kama wewe. Hizo nguo umevaa ndio anavaa. Na hata hiyo anaweza ukipita huko wanakuuliza where did you buy this cloth? It's nice. It's very nice. Hallelujah. Hata kiangalia unaona hii koti unaweza kufikiria kwa huyu mama negetangario ro ugo na ugo soe to makionaga makona negetangari lakini yenda Kiuna anakusema mam ulinunua wapi hiyo koti yako ni mzuri sana. Sasa unamwambia nilikuwa South Africa, nilikuwa nimeenda kuangalia shamba yangu ya maharagwe, nikakutana huko, nikakuta ndio factory imeanza kutengeneza mpya, nikanunua. Hii sikununua pesa mingi, nilinunua shilingi 1300 tu. Anakuuliza what do you mean? I mean that. Sasa hiyo hata kizungu inabadilika, naambia I mean that. Na sasa unaongea ile kisugu ya Wakikuyu. I mean that. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the power in a dream. When you have a dream, you can say anything. Hallelujah. You can do and say anything, and nobody can defeat you. Nobody can win any battle against you because you pursue your dream. You are only defeated when you pursue somebody's dream. When you stop your dream to pursue somebody. Some people are there. You are supposed, sasa wewe umekuja hapa to support my dream so that your dream can grow. If you don't support somebody's dream, your dream will never grow. Bwana Yesu asifiwe sana. You must invest your dream in somebody's dream so that God can elevate you out of the investment that you did. Otherwise, if you pursue it alone and decide, before I came to start a church, mimi ndio nilisaidia James Maina Nganga kumpatia kiwanja iko hapa. It was mine. Hapa James Maina Nganga hapa mjenga. Nikaenda kwa account tukatoa pesa yetu tulikuwa nayo, tukajenga hiyo nyumba ya mabati, tukanunua majuma, tukasimama hapo, tukafagia, tukatengeneza nyumba ikasimama. Kutoka hapo tukaenda kwa Harrison Nganga, naye kwa Harrison Nganga pale railway, nao tukamsaidia ikasimama. Nikatoka hapo nikaenda Rogeri kwa jamaa mwingine anaitwa Bishop Wainaina, naye pia nikamsaidia kanyumba ikasimama. Tukatoka hapo nikasaidia pastor mwingine, Pastor Don, huyu anakuaga hapa. Tukajenga kanisa mzuri pale Don Home. Kweli ukiwa na maono haikufagi. Hapo nilikuwa tumejeka hapo Savana.
kuna pastor naitagwa Namale, my good friend, Pastor Namale. Sasa Namale alikuja after Don alikuwa tumejeka. Nikamletea mpaka mapilot wa Egypt Air. Tukajeka kanisa mzuri ya machuma vizuri, tukateka kitu kazuri. Bodo wako edirie kanitha muthenya fari. Akauza. Sasa yule mtu anaitwa yule amejeka hapo. Uende kanisa yake. Kai alikuja hapa anaitwa Apostle Namale. Huyo ni wana huko Bugoma kwetu. Amejeka kanisa mzuri. Saizi anataka kuweka TV. The same place. Alisema hapa hakuwezi patikana na watu. So your dream will determine what you become. Hallelujah. Doni alikosa watu. The same place kukaweka mtu mwingine. Sasa kanisa yake kuna watu 3,000. Sasa tunaweka TV. Ndio namsaidia kuweka TV yako. Hapo imejaa hapo. The same place. So unaweza kusikuja kwangu kule Ragao. Uone hapa hakuwezi kukua na ng'ombe, hakuwezi kuwa na mbuzi. Na mtu huyu akuje the same place. Umkuta mpaka gamia zinatembeaga huko. Si gamia mpaka kuguni na viroboto na nyeje ziko huko. It depends on the status of your mind. What you think, how you carry yourself. Your status will determine what kind of man you become. Unaendesha tukutuku. The same tukutuku mtu mwingine anaweza iendesha akwambie nikimweka huko my brother. Hii ni nini mnafanya? Hii ni kazi. Lakini the same tukutuku inasomesha mtoto. The same tukutuku itanunua plot. The same tukutuku itafanya familia isimame. The same ambayo nitaenda niingie nimuulize kadogo kumuta korogo na sio kocheka. Yaani amkwagi sasa hii unataka kuniambia nitakuwa nikikaa kwa hika kitu kutoka asubuhi mpaka jioni hamchokagi? Kwa maana akili yako na dream yako it is dead. If you have a dead dream, it's not powered. Think out of the box. See yourself a great person. See yourself a CEO. See yourself in tuk-tuk. But look at it uone ni kile kilori kimeandikwa Transami. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kimeandikwa na kimewekwa kama pati hapa kanaandikwa Bachu Industries. Yaani kimetoka kwa Bachu, kile kirefu. Ukiona tukutuku yako, usiione tukutuku, uione kilori ya mguu 10. Usione tukutuku, uone basi inaandikwa Mombasa Raha. Uione kitu kikubwa. Ukiona hiyo biashara yako ya kamotuba, usiione huto tuguo naonaga, uone container zimetoka 3 kutoka kule zimetokaga. Na usione nguo za watu wamevaa, atu wame wa nini? Ni hapa karibu. Okay. Achana nayo tu. Ijalisi. Na kama watu wachanga wako na faith, hata ukizima mataa tutaendelea kukunywa. Sasa mbona sisi tusikue na faith? Ndio tunashindwa na hawa watu wa dunia. Mtu wa dunia amepoteza macho imeenda, lakini anasambia mama achanga. Hata ukizima mataa tutaendelea kukunywa tu. That's the faith beyond. Madam, the same. No, what I'm saying here, what I want to say here is this, that the same job that you are doing now, if you can add value to it and the meaning when we add emotions. If you just add emotions and a vision unto it, the same job we are doing. The same. For example, uko na tukutuku, unaweza kubadilisha hiyo tukutuku, uifanye ikue kitu kingine kazuri na ukadecorate vizuri, uone nimeongeza pesa. Motuba tunaidaga hapa tunanunua motuba, tunatengeneza hizo motuba, masuti za motuba. Unaenda kwa kuna wale watu wako hapo, unakuta ananunua suti ya motuba. Akinunua suti ya motuba, anaenda kwa kumzee tuko hapo, tunashona, anapasua hiyo suti yote, anaibomoa yote, anakutengenezea. Ukiambiwa ni ya metakwata Bonari, itakuwa Bonari and Marks and Spencer. Unaambiwa hii ni ya Marks and Spencer, unanunua. Na unaambiwa ni 150,000. Na huko akichagua alichukua na 1,000 na 2,000.
So you only add value. You need to add value. The vision, the dream will add value. If your dream is not adding value to me, people, is not adding value to you, is not adding value to whatever you're doing, then you need God in you. So whatever you do, ndio inaitangwa value addition. Add value to whatever you are doing. Bwana Yesu asifiwe sana. Add value to everything small you are doing. It is big. Anything that you have. Hata hiyo kukaa hapo kwa hiyo kitu umekalia, it is big. You can be a president. President anakaliaka kiti kama hiyo tu. Na anakaaga hivyo umekaa. Na anakaliaga hivyo umeangalia. Na hako na mdomo hiyo kama hiyo yako. Na hako na nywele kama hiyo yako. Na hako na trouser na miguu kama hiyo yako. Na anakuwa president. Because I add value to his life. Just to add value to your life, add value to whatever you are doing. Kama ni kakazi, usikadharau. Kama ni inaitwa nini? Bajia. Kama ni bajia unauza, wale wengine wanauza bajia, enda ukatakata tusukuma kidogo kidogo na tumanagu kidogo kidogo, rusha hapo kwa hiyo uga, utanganya changanya, weka ile food color, weka kidogo, ichanganya uga, uweka kidogo kidogo, then it produce a different thing, na utauza pesa mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakuna kitu umeuza sukuma, umekatakata sukuma tu, na hiyo sukuma imejua shilingi shilingi 5. Just add value to the small things that you do, then it will change. And that is when you have a dream. You cannot do all those things I'm talking about if there is no dream in you. You must understand yourself. I have children. These children, I want them to become. Bwana asifiwe sana. I want them to become. When my daughter, wakati nikiwa mdogo huko, I had a vision, na nikiwa na watoto wangu nikawaambia, please, I may not have been perfect. Myself, I was not perfect. I didn't do it right. But I want you to do right. I want you to get married in a holy marriage. And they pursued. I prayed for them because I knew myself I will not repeat it. I will not do it holy, because even if I was to do it, I will not do it out nikiwa virgin, because I've already messed myself. But I knew my children, they can be able to do it. So I invested my dream into them. And until I saw a boy getting married, then I said to God, thank you. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I have achieved through somebody. So it is good that when you see you cannot be able to reach there, assist that person that can reach there. Stand. Don't usikue na wivu eti kwa sababu umeona mdige Kenya hau na unasema acha niweke mtego atauya siende. Hapana, muempower. Me could not be able. Sikipata hata sasa nikipata mke niende nikaoe, siwezi kuwa virgin. Waboy alikuwa virgin. Simulisikia akiulizwa hapa. Alidanganya nganga ama si aliulizwa? Na huyo kijana kaulizwa, wakasema sisi hakuna, hatujafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Because I decided myself, and that is why it was so personal. That wedding was so personal to me. Hata mkikataa nyinyi yote, ningeendelea tu na nifanye. And that is why I see people, all attacks zile niliatakiwa, mara ni za nini, mara ni za kwenda, mara ni za nini, all of them were geared towards marriage ya waboy. Walikuwa nauliza waboy, tunakuhurumia. Kwa nini? Hatuoni marriage yako ikifanyika. Kwa nini? Ile mambo baba yako amefanya ni baya sana. Atashikwa tu. Sasa unauliza ningeshikwa, waboy angekosa kufanya harusi? No, harusi ikiendelea tu na ifanyike, kwa sababu mimi nilishikanisha, siningangalizikanisha. Ikiendelea mimi nilisimamilia. Hapana, mimi nilipatiana pesa yangu ifanye, na pesa yangu iko kwa account. Nicheki tu ningesaini iende itoe pesa, watu wafanye nini? Wafanye harusi. Lakini walikuwa namwambiaje? Kai, matura yako iwirada. Neke, you don't know hiki wa kuogeka. Neke, mode maria tho gwekete. Sasa so it's an attack of an investment. Hallelujah. Because they knew it is me who have invested into this girl, so that musana simame. So they wanted to attack the integrity of my investment. So you must be able to understand that. When they are attacking the integrity of the investment that you've done. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. A dream predicts our future. A dream always will predict the direction of your future.
If you have a dream, if you know that you are going to become a leader into this nation, you have to predict. A dream will tell you. When kama uko na dream ya kukuwa president, you start manifesting. Unaanza kumanifest president from the word go. Ukiwa mdogo, the leadership qualities, everything that you have. Utakuta katoto kama haka, utakuta the way kana behave, ukikakuta kako na toto twingi tunakasikiliza because she got a dream. Haka kuna kijana kana tusubuaga haka. Kamera leo. Kana tusubuaga. Ukiona venye kana tusubua haka, kako na kitu ndani yake. Kako na dream. Niyo inasema, ndio unaona kila mtu anataka kukaona na kutaka kila mtu anataka kukabeba huko. Kwa nini? Na kuna toto twingine tuko hapa? Because kuna dream. Anakupatia direction towards what you become. A dream will give you a direction. So it is very important. It will predict what you become. I can look at you and tell you 10 years from today what you will be. Ninaweza kuangalia nione wewe hakuna kitu, ni boga tu iko kwa kichwa. Na niachane na wewe. Niangalie huyu mzee. Watu wakuja waseme Michael hapana. Michael Lakini what I'm seeing in you, I'm seeing tomorrow. I'll put you here. Naona huyu mzee namwangalia, naona mzee anampiga anasema tika anamdhuisha ni mkoro mno. Watile kodake najua na look at him namuona there is something in him. I'll put you in the position. That is where you see I'm capable of positioning people into positions. Because I'm looking at you. Naona what kind of a person you are. Unaweza kuwa saizi wewe ni mchawi lakini tomorrow you become a good pastor. Hallelujah. Unaweza kuwa wewe ni msharati saizi kwa sababu hatujaacha hii maneno tunaishi kwa hii dunia. Hii tuko kwa hii dunia, usiseme ati unaishi dunia nyingine. Utakutana tu na hii maneno. Lakini I have to look at you, naona this person ana uwezo. Licha ya kuwa ako na weakness. So what I will do, nitakuposition into position of power but still start working for your growth. Kungoa hizo vitu zingine. I will not kill your dream. I will support your dream in your position, in whatever you are, in whatever they say you are. Now nianze kukuchange pole pole. So I will make you a good friend to change you. Not to make you become permanent friend, but to change you and support you to become that future leader God has shown me. This is very important. Support that person. Support ukiona mtu ako na kitu ndani yake, support. Hata akipigwa, kubali tu mpigwe na yeye. Hata akiinukiliwa, kubali tu. Wakimuinukia wakisema iti mtu wake haifanyiki, haitawezekana. Wote ingethio guo. Mere wote ingethio guo. Alafu naenda hapa na mabia, tulia hapo. Tutakuja na wao, tutakupiga tukiwa na wao. Lakini ujue mimi si yuko na wao. Tunakuja kwa sababu nataka kuwafurahisha maadui na ndio ujue ujinga yao imefika wapi. Unakuja unaambia Michael, wewe Michael haufai. Wewe Michael haufai. Wewe Michael haufai. Tukitoka na kuita Michael, tusamani na hali tukanywe kahawa. No amona. Si umewaona hao ndio maadui wa huduma hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't block when you see the enemy ameanza kufungua mdomo. Don't block them. Wacha mdomo ifunguke ndio uone mainzi zile ziko kwa mdomo yake. Akifunga hautajua zitakuja kutoka when it's very, very critical. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona adui amekuinukia uzizime mdomo yake. Ukiona anaongea wacha tu aongee, hata mpatie kitu kufanya. Unajua wale wanajua kutafuna bigiji. Mpatie bigiji 3. Zile zinaishaga utamu na zinakaukaga. Ni zile ni borugam. Borugam ndio inaishaga utamu alafu inakauka haraka. Sasa hiyo itafanya mdomo yake iende juu kidogo. Ndio uone ile utakataka ziko kwa mdomo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So you will be able to know this is a snake. Lakini ukimnyamazisha mwambie tulia. Hii snake itatulia, itachange color. Itakuja kukuuma at the appropriate time. Utajaribu kujitoa kwayo utashindwa. Kwa hivyo allow them to be with you. Allow them to go with you because you will be able to predict them. You will be able to predict the future. We create our future by chasing our dreams. If you are not chasing your dream, kama haufuati kioneki yako, ukifuate furiously chase your dream and they will make it. Your future is determined by the dream and how you chase your dream. If you are not chasing your dream, you are sitting there, umekaa tu kwa nyumba, umekaa tu kigojea, then that is the end of you. Utagoja. One day, wakati umezeeka, when you are not needed, ndio utaanza kuona, I was supposed to do this. Ndio unaonaga mtu anakibisa dream, anaanza kukibisa maneno. Si unaona kama Uhuru anafungua barabara 5, hazijakamilika. Akipita zinafungwa kwa sababu hazijakamilika. Nilimuhurumia. Huyo mzee ni rafiki yangu sana, is my good friend.
but I sympathize with him. Hapa alifungua barabara. Unaona ile barabara ya kwenda Roka ile ya kupanda hivi. Alipita tena ikafungwa kwa sababu ilikuwa haijakamilika. Akaifungua tena akaifunga. Alikata hiyo ribbon. Tena akafunga. Sasa unashindwa, what kind of leader, what kind of advisors do such a person have? It is very important for your dream to succeed. You need good advisors. I was studying, nilikuwa nasoma Biblia, nikaangalia most of the kings those days of Israel, most of them walichukua kingdom wakiwa 20 years, 16 years, wengine walichukua 25 years, si ndio? Hata Jego Kirara walichukua wakiwa na 16 years na 25 years. Nego wanani? Wanani? Yeah. Wafalme wengi ukiona, kina Ezekiel ni watoto, kina Jeremia ni watoto, wao wote ni watoto. But remember, if you read very carefully, ati King Ohazu, king fulani, akati aliasa, kilani yao ilikuja, marafiki wa baba yao walikuja wakamshikilia. Marafiki wa hawa walikuja. Solomon alitafuta advisors wazuri. Meaning, when you become a leader, you need to really get the right people. People who can advise you very well. Watakwambia, the king, you are naked. Na unaangalia unaona naked. Lakini kuna wengine watakuja kwambia, mwadhani, hey, you look nice. You look, nasa hiyo uko uchi. You look better. Hiyo suti ulinunua. Hiyo suti ni atake. Na wewe hii uko uchi mchana peupe. Lakini wanakuambia unavaa suti atake. Those are the dream killers. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, hata wewe unakuaga. Either. Our journey becomes worth when we pursue our dreams. The journey we have will be worth it to you if you pursue the dream. If you pursue, uifuate mpaka ufike. That is your journey, itakuwa worthy. Hiyo safari unapita, hiyo kitu unafanya, hii kanisa itakuwa worthy tukipursue the dream. Tukipursue vizuri na tukue na the right people for the dream. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to finish. Najua mmekasirika na mimi na nataka msimame sasa. Lakini pursue your dream. Fuata dream yako. Wangapi wamefaidika leo, umesikia neno imekushika vizuri? Simameni tu kwa miguu. Umefundishwa kitu ambaye itakusaidia. Najua hivyo. Mungu awabariki sana. Nike kalenga la gwere kweno. Nengala gwere kweno tumie mieu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mututabaki kabisa mpaka tupate report, tu communicate na watu wa huko Banana ndio muende na report. Na mkiambiwa na muandikishe, kila mtu aandike. Kila mtu aandike. Afadhali uende ukope. Kwa sababu most probably ningetaka huyo msetu. Hiyo tulisema tutamjengea kanyumba. Tumjengea hiyo nyumba mzuri. Tumununulie hiyo jeneza. Si ndio? Wangapi watanunua jeneza? Ndio tu mkono yako. Inua mkono wako kama utapata pesa ya kununua jeneza ya huyo mzee Kiali. Inua tu mkono. Yaani hamwezi? Kai. Jehova ama tuigoro. Aidhuru. Sawa tu. Muandike wale mtaweza. Kweli. Na watu diete. Funga macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninakuabudu. Asante kwa maneno hayo umetufundisha. Asante kwa mwelekeo huo ambao umetupatia wa kufuata maono, kufuata ndoto zetu, tukaweze kufika kwenye level na nguvu zako. Tusamehe dhambi zetu. Tusaidie tukupende, tusaidie tukujue, tusaidie tukae karibu na wewe katika maisha yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Kama uko na tatizo lolote, mgonjwa, kuna mahali panakuuma, wekelea mkono yako hapo. Mahali panakuuma tu, wekelea tu mkono yako. Tuseme ombi moja tu. Sema, Bwana Yesu,
nisaidie, niponye, hii inanisumbua iondoke katika jina la Yesu Kristo. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I speak healing. Hapa wameguza. I speak healing. I speak deliverance. I speak renewal. Father, I insert new dreams in your children, that they may start from today to dream big dreams. They may start today a journey of their dream. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. You are healed in Jesus Christ. Hallelujah. Kwa hivyo mtapata hawa wazee hapa. Mtu anataka uende wajiandikishe. Yeah? Sadaka, hamjatoa sadaka. Sorry. Leteni sadaka zenu hapa. Najua nimeshagaa kuona